kote. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Amen. Mungu amenileta asubuhi ya leo, nataka nikutie nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ameniweka kumjenga mtu katika imani, na asubuhi ya leo Roho Mtakatifu amekusudia niweze kukujenga katika neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ameniweka kumjenga mtu katika misingi ya imani, kama tulivyosoma neno la Mungu kitabu cha Warumi. Biblia inazungumza kwa habari ya Ibrahimu. Inazungumza kwa habari ya Ibrahimu. Ibrahimu tunajua ya kwamba ni baba yetu wa imani, lakini Biblia inasema kwamba huyu Ibrahimu yeye alikutana na Mungu, akamwamini Mungu, na Mungu akawa amemwahidi. Mungu alimpa ahadi Ibrahimu. Biblia inasema kwamba Ibrahimu alivyokutana na Mungu akapata ahadi. Alipata ahadi ya mtoto, alipata ahadi kubwa mno mbele za Mungu. Lakini Biblia inasema kwamba wakati Ibrahimu amepata ahadi kwa Mungu, Biblia inasema kwamba hakupata wakati ule ule, lakini Mungu alikwisha kumwahidi. Biblia inasema kwamba siku zikaenda. Biblia inasema kwamba kama tulivyosoma neno la Mungu, Biblia inasema Ibrahimu yeye hakuwa dhaifu wa imani. Biblia inasema kwamba Ibrahimu aliendelea kufikiri juu ya umri wake, ulikuwa ni miaka mingi, akiangalia tumbo la Sara. Ibrahimu alikuwa na fikiri, maana kufikiri alikuwa anaangalia udhaifu, alikuwa anaangalia miaka imeenda, lakini Mungu amemwahidi. Akiangalia tumbo la Sara amekwisha kuwa na miaka 100, lakini Mungu alimwahidi ya kwamba yeye Ibrahimu atapata mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikujenge juu ya imani ya Ibrahimu. Biblia inasema kwamba Ibrahimu hakuwa dhaifu juu ya ahadi ambayo Mungu alimwahidi. Mungu alisema nitakupa mtoto, lakini Ibrahimu miaka inaenda, bado mtoto hajapata. Ibrahimu anafikisha miaka 100, tumbo la Sara ni umri mkubwa, lakini Biblia inasema kwamba Ibrahimu hakusita, hakuwa dhaifu wa imani, ingawa alikuwa akifikiri yale madhaifu ambayo yalikuwepo, udhaifu wa tumbo la Sara, udhaifu wa miaka mingi, lakini Biblia inasema kwamba yeye hakuwa dhaifu kwa sababu alikuwa na imani juu ya Mungu wake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema Ibrahimu yeye hakuwa dhaifu, aliendelea kuamini. Biblia inasema kitabu kile cha mstari wa 20, Warumi 4:20, Biblia inasema yeye Ibrahimu hakusita juu ya imani ambayo alimwamini Mungu. Biblia inasema kwamba Ibrahimu yeye hakukata tamaa. Ibrahimu yeye hakusita, aliendelea kuamini. Kwa nini aliendelea kuamini? Ibrahimu alikuwa na tarajio. Sikiliza nikwambie asubuhi ya leo, Biblia inasema yeye Ibrahimu hakuwa dhaifu wa imani kwa sababu kuna kitu alikuwa anatarajia. Biblia inasema kwamba yeye Ibrahimu aliangalia tumbo la Sara, aliangalia miaka yake, lakini Biblia inasema kwamba pamoja na miaka yake kuwa mingi, pamoja na miaka ya Sara, Biblia inasema kwamba hiyo haikumshusha Ibrahimu imani yake, lakini Biblia inasema kwamba yeye Ibrahimu aliendelea kuamini kwa sababu Mungu alimpa ahadi ya kwamba atapata mtoto. Sikiliza asubuhi ya leo, nataka nikujenge juu ya imani. Inawezekana juu ya maisha yako, inawezekana wewe ni mwanafunzi, inawezekana hata mtihani ukawa mgumu. Sikiliza nikwambie, wewe endelea kuamini ya kwamba utafaulu huo mtihani, hata kama wengine watasema ni mgumu, lakini wewe endelea kusema kwamba utafaulu, kwa sababu Bwana anasema wewe utakuwa ni kichwa, hautakuwa mkia. Inawezekana mvua inyeshe au isinyeshe, wewe endelea kuamini ya kwamba wewe utapata chakula, kwa sababu una ahadi ya Mungu. Biblia inasema kwamba
kuamini ya kwamba utafaulu. Endelea kuamini ya kwamba wewe ni mbarikiwa, wala sio maskini. Endelea kuamini ya kwamba wewe ni mbarikiwa. Biblia inasema kwamba wala Ibrahimu hakusita juu ya tumbo la Sara, hakusita kwa sababu na miaka mingi, bali aliendelea kumtukuza Mungu, kwa sababu Jehova Mungu alimwambia utapata mtoto. Na Ibrahimu hakusita, aliendelea kuamini juu ya dhiki zake, juu ya tumbo la Sara, lakini Ibrahimu aliendelea kuwa na imani. Sikiliza nikwambie, hata kama biashara mbaya, wewe endelea kuamini ya kwamba biashara, ya kwamba hiyo biashara itakuwa zuri, ya kwamba hiyo biashara itakutoa. Hata kama watu mmelima, lakini wewe endelea kuamini juu ya kulima kwako, ya kwamba utapata mazao, ya kwamba utapata mazao. Wala usio na imani dhaifu, wewe jitie nguvu juu ya imani, juu ya ahadi ambayo Mungu amekuahidi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema Ibrahimu hakuwa dhaifu juu ya tumbo lake Sara, hakuwa dhaifu juu ya miaka yake, bali alipewa nguvu, alipewa nguvu juu ya Mungu. Nami ninakutangazia kwa ila mahali ambapo unapitia, wewe jitie nguvu kwa Mungu. Biblia inasema imani ambayo Ibrahimu alimwamini Mungu, na kutangazia kwamba na ameendelea kuamini hata kama watu watasema, lakini wewe amini ya kwamba Mungu ana ahadi na wewe. Hata kama wewe si kuomba, wewe amini ya kwamba ninaweza kuomba, ninaweza kuomba. Wewe amini tu katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Inawezekana yako mambo dhaifu, haya mambo dhaifu yanaweza kukususa ili usiendelee mbele. Sikiliza nikwambie, kwa Ibrahimu ilikuwepo mambo dhaifu. Ibrahimu, Biblia inasema hakuangalia tumbo la Sara, alipewa nguvu, alipewa nguvu kwa hiyo ahadi ambayo Mungu alimwahidi. Na kutangazia katika jina la Yesu, kila mataifa ambayo inawezekana magonjwa yanaweza katanga juu ya maisha yako, usiendelee kuangalia magonjwa, wewe endelea kuangalia uzima ambao Mungu amesema wewe hautaumwa, wewe utakuwa mzima. Hata kama magonjwa yatainuka, wewe endelea kukiri ndani yako ya kwamba wewe ni mzima, ya kwamba wewe ni mzima. Endelea kukiri uzima, wala usiendelee kukiri udhaifu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Biblia inasema kwa Ibrahimu yalikuwepo mambo madhaifu ambayo kwa mtu mwingine hayo mambo madhaifu imani yake ingeshuka, lakini tunamsoma baba yetu Ibrahimu, inasema kwamba wala kuendelea wala kusita wala kuwa dhaifu wa imani, eti kwa sababu Sara na miaka mingi, lakini Ibrahimu aliendelea kupewa nguvu, kwa sababu Mungu wa mbinguni alimwambia kwamba utapata mtoto. Sikiliza nikwambie, inawezekana juu ya maisha yako hakuna tarajio ambalo unalitarajia. Inawezekana kwenye maisha yako hakuna tarajio ambalo unatarajiwa. Sikiliza nikwambie, mwana wa Mungu, kama maisha yako hayana tarajio ambalo unatarajia, kukata tamaa kunaweza kukawa ni rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Watu wengi hawana matarajio. Ibrahimu kilichompa nguvu ni lile tarajio la kupata mtoto kutoka kwa Jehova, ni lile tarajio ambalo la kupata mtoto kutoka kwa Mungu. Kama unatarajio kukata tamaa, unaweza kukata tamaa kirahisi, kwa sababu tarajio ni kitu ambacho nakiona, na kama hakuna kitu ambacho nakiona, uwezi ukasonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lazima liwepo tarajio ndani yako, tarajio ambalo unaweza ukajijengea. Watu wengi ndani ya kanisa hawana matarajio mbele za Mungu, hawana matarajio, manake hawana kitu ambacho wanakiona, hawana kitu ambacho wanakiona. Mtu anaweza akaokoka na akarudi nyuma, mtu anaweza akaokoka na asione thamani ya kuokoka kwake na akaacha wokovu, kwa sababu mtu huyu ameingia kanisani lakini hamna kitu ambacho anatarajia. Biblia inasema kwamba sisi tuliokoka
tunatarajia kurudi kwa Yesu Kristo, tunatarajia kurudi kwa Yesu Kristo. Tarajio letu ni Yesu Kristo. Tutaendelea kubaki kwenye msingi wa imani, tutaendelea kwenye imani kwa sababu tarajio letu ni Yesu Kristo. Biblia inasema kwamba tarajio letu ya kwamba siku moja tutamwona mawinguni, siku moja tutamwona mawinguni. Hiyo ndio tarajio letu, na tunapata nguvu kila siku. Watu wanaweza wakasema, kwa nini walokole tunaomba sana, kwa nini hatuache ibada? Kwa sababu liko tarajio, iko ahadi ambayo Mungu ametuahidi, ambayo hiyo ahadi tunaiangalia na tunaitazama, na ndio maana hatukati tamaa, hatukati tamaa, kwa sababu Yesu Kristo ametutoa kwenye dhambi na ametuahidi uzima milele. Tarajio letu, tunatarajia siku moja tutaenda kumlaki mawinguni, tutaenda kumlaki mawinguni. Hiyo ndio tarajio letu ndani mwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Hiyo ndio tarajio. Kama una tarajio, wokovu utaacha, imani utaiacha, kwa sababu hakuna kitu ambacho nakiona. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakristo tunatiwa nguvu kwa sababu tunamngoja Yesu Kristo, tunamsubiri Yesu Kristo, tunatarajia siku moja kwamba twende tukamlaki pale mawinguni. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo kwenye maisha yako lazima uwe na tarajio. Kama una tarajio mpendwa kwenye imani ya Kristo, lazima utaiacha. Yesu utamwacha mchana kweupe, kwa sababu hakuna kitu unachokiona kwake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ibrahimu yeye alitiwa nguvu kwa ile ahadi ambayo Mungu alimwahidi. Hata kama Sara tumbo lake haliwezekani kupata mimba kwa miaka 100, lakini Ibrahimu yeye alitiwa nguvu kwa ahadi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa inawezekana uko mahali hapa, lakini hauna tarajio lolote. Hakuna tarajio ambalo unatarajia. Leo Bwana akuonyeshe tarajio. Leo Mungu akupe tarajio. Leo Mungu akuonyeshe tarajio. Leo Mungu akuonyeshe tarajio ndani yako, ili siweze kukata tamaa na kuchoka.